Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na ukaribisha katika taarifa zetu za Ndizi saa moja, ikiwa kwamba leo hii ni tarehe 2 mwezi Disemba mwaka 2025. Langu jina Ronelfa na mwelekezi wangu akiwa ni Bwana Lucas Ouma. Karibu. Na tukianza kutoka Ikulu ni kwamba Rais William Ruto amepokea leo Ikulu ya Nairobi ripoti ya jukwaa la usalama, akisisitiza kwamba mkakati wa bottom up si kauli mbiu wala mbinu fupi, bali ni mkakati wa kitaifa unaolenga maendeleo ya kila Mkenya. Unajua, kabla ya uchaguzi uliopita, mimi na timu yangu tulifanya what we called economic forums in every county. Tulienda kila county kuzungumza na wananchi, kuelewa vile wanavyotaka na kutueleza vile wangetaka serikali yao iendeshwe na ni mambo gani ya muhimu. Na ndio kwa sababu hiyo ile mpango tunayoendesha kama serikali mukasikia inaitwa bottom up. Bottom up ni kwa sababu imeanza chini, na bottom up is not a slogan. Bottom up is not a tactic. Bottom up is a strategy ya vile ya kushughulikia mambo yanayohusu wananchi wa taifa letu la Kenya. Kwa ile mipango yote ambayo tunatekeleza kama serikali, mambo ya elimu, mambo ya kilimo, mambo ya afya, mambo yale mengine yote ambayo tunayotekeleza, tunaelekezwa na vile tutashughulikia mwananchi wa kawaida pale chini. That is our strategy. Na naibu rais Kithure Kindiki amesisitiza kwamba usalama ni ufunguo wa uwekezaji wa kitaifa, akieleza kwamba wakuu wa mtaani macho na masikio ni ya serikali. Amezungumza juu ya ripoti ya jukwaa la usalama Ikulu ya Nairobi. Sisi ambao tulikuwa kwa timu yako wakati ulikuwa unatafuta uongozi wa taifa, tulikuwa tukiongozwa na wewe, tumesema ya kwamba masuala ya taifa la Kenya na suluhisho ya mashida ambazo na changamoto za taifa la Kenya, tutatafuta suluhu tukianzia mashinani ama kule chini tukienda juu. We made it clear that the resolution of Kenya's challenges will start from the bottom upwards. And therefore, Your Excellency, through your leadership, we are grateful that you have helped us in the security sector to start canvassing national security matters from the bottom upwards. And again, Mr. President, without your support, the ministry would not have had the kind of success they had. And therefore, Your Excellency, as we go forward, and as you lead us into the future, we are looking at security being a key enabler to the vision that you carry for our country. As you continue to envision a better Kenya and what we need to do to build a better, more prosperous country, transform the economy, modernize our country from the third world into the
Wakazi 48 wa jukwaa la usalama wameitakiwa kushirikiana na Wizara ya Usalama chini ya uongozi wa Waziri Murkomen ili kuimarisha amani na usalama katika jamii. When you went to the campaign and told the people of Kenya that the governance of Kenya shall be bottom up, you were not making political slogans. You meant business, Your Excellency. It also shows the kind of leader you are. You are humble and you listen to the voices of those who are at the bottom of the pyramid. And Your Excellency, we don't take this for granted. When you appointed me to this ministry, I took over from Professor Kithure Kindiki. And Your Excellency, he had done an exceptional job. He came to office when it was a very difficult time. We were facing banditry, threats of terror, and many other problems. And then when I came to office, you told me, as you continue with the work that Professor started, I want you to go to the bottom and listen to the voices of Kenyans and listen to the voices of the leadership within your ministry and within the government to see how best we can bring together these leaders and take advantage of their expertise and their continuous presence on the ground, Your Excellency, to make sure that government programs are properly explained to the citizens and also government programs are properly implemented from the bottom up. Your Excellency, I did exactly that. And we had 48 Jukwaa la Usalama Forum, Your Excellency. Thanks to your leadership and guidance, I now have the privilege of having spoken, sat, listened to chiefs, assistant chiefs, village elders, OCSs in every part of our country, Your Excellency, including in Mandera, where we held 2 meetings, one in Mandera town and another one in Elwak. And it was a great privilege to see. Baadhi ya viongozi wa vijana wametoa wito kwa wenzao waache kusita na kuajiri kwa wingi kama wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Vijana wa chama kipya cha siasa The Economic Pillars Alliance wamesema ingawa zoezi la usajili kwa wapiga kura linaendelea, bado idadi ya vijana waliotoa ushirikiano ni mdogo mno. Ambayo tunaleta ni kwamba vijana wasikue kwa menu, wakuwe kwa meza ya kudiscuss about the changes we want in our nation. Kwa hivyo nataka kutoa ombi kwa vijana, tafadhalini tusikubali kutumika kuleta fujo. Manake utatumika na kiongozi uende kwa fujo upoteze maisha yako. Tukuje kwa tepa, tujenge chama yetu ili tuboreshe kesho yetu. Tunataka Gen Z wote wakuje, you register as voters. And we've seen in the recent elections that Gen Z hawakutokea vizuri. Yetu kama tepa ni kuwahimiza mtokee kwa sababu our vote is our voice. Kama hatutajitokeza in 2027, we will still remain in the same position as we've been. And TEPA is here to advocate for all the young people. Tunasema that tunataka kuboresha uchumi. Hatutaki tena kutumiwa kama vibaraka na viongozi ambao wako na power. Dhuluma za kijinsia zinaongezeka hasa kwa wafanyikazi wa mashamba ya maua katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru. Kwa mujibu wa utafiti uliofanyika na kundi la wanaharakati wa kupiga dhuluma hizo, Naivasha kesi 4 zinaonekana kuripotiwa kila wiki. Wanaharakati hao wamewaomba wadhulumiwa kuripoti visa vya dhuluma kwa polisi bila kuogopa na ila kuhakikisha kwamba watekelezaji wa dhuluma hizo wamekamatwa. Tumeweza kurekodi cases mingi sana, tumekuwa tukizireport cases za mambo na defilement za watoto, femicide, domestic violence zimekuwa kwa wingi. Unakuta kwamba wamama wazee wanashindwa kujisema, lakini wakati tunaingia humo ndani tunawakuta wakijitoa kwa sauti zao. Maybe wengine wameathiriwa sana, maybe hata na watoto wao. A lot of sexual exploitation. We are seeing a lot of content which are inappropriate for learners. There is a lot of luring of people to come in and where they are being exploited. Tuko na champions wetu huko na pia tunasaidiana pamoja na serikali kujaribu kuzikomesha.
Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa kwa wakati wako. Ila usiende mbali, wakati ambapo naenda mapumziko kwa muda usio mrefu. Nitakaporejea nitazidi kukufahamisha mengi vile ambavyo kuimarisha uchumi wa taifa. Serikali kupitia sekta ya utalii imeanzisha mikakati madhubuti inayolenga kupanua uwekezaji na kuchangamsha shughuli za utalii nchini Kenya. Usiende mbali. Katika maisha ya kila siku, changamoto za kisheria sikosekani. Iwe ni haki zako kazini, masuala ya ndoa, mikataba mbalimbali, hata kwenye ardhi. Karibu kwenye Sheria na Jamii, kipindi kinachochambua masuala ya kisheria kwa undani zaidi. Hapa tutakuwa na wachambuzi wa sheria wa kusaidia wewe mpenzi mtazamaji kuelewa ni kipi kile sheria ya Kenya inasema. Ni vizuri utumie sheria ambazo zimewekwa, the laws that are in place to help you control the properties even when you are dead. Kwa mob justice, wale ambao wanahusika katika mob justice wanaweza kuletwa mbele ya mahakama na wakafunguliwa mashtaka, either iwe ni murder, a murder charge or a manslaughter charge. Kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 hadi saa 3 usiku hapa ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sheria na Jamii, tukielewa sheria tunajenga jamii yenye haki. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Every Wednesday night, join me for powerful stories and informative stories that will touch your heart and also will be informative on Ndizi TV Africa, where we will be having Able and Ambitious. Join us as we empower voices that need to be heard and also encourage the inclusive voices in the society, one story at a time. We educate, we inspire, we break barriers and remind the world that disability is not inability. Tune in to Ndizi TV Africa every Wednesday as from 8 p.m. as we celebrate and empower the able and ambitious in our society. Ndizi TV Africa, beyond Africa.
Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake pads kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they delete it. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid, so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, na karibu tena. Tunaposonga mbele ni kwamba ili kuimarisha uchumi wa taifa, serikali kupitia sekta ya utalii imeanzisha mikakati madhubuti yanayolenga kupanua uwekezaji na kuchangamsha shughuli za utalii nchini. Miongoni mwa mikakati hiyo ni mipango ya Traverse Culture unaolenga kukuza utalii wa kitamaduni na kuangazia urithi wa jamii mbalimbali, huku ukihamasisha ushiriki wa wananchi na kuongezeka nafasi za ajira. To come back to Kenya, one, to tour and sample the touristic attractions that are there in the country, and two, to be able to invest, whether it's in medical tourism, whether it is in the hospitality sector, whether it is in the transport sector, and other business opportunities that are available. So it's a passionate appeal that Kenya is a country that is, all round. The season, the climate, the weather is all round, is very good, and the opportunities for investment are available, and the government has given very good incentives and opportunities for people to be able to come. We've literally relocated 20 families from the U.S. just this year. We've had at least 6 to 7 customers to come use the healthcare just with us promoting
the healthcare system here in Kenya for serious procedures such as fibroid surgeries. We have a family coming in January to do dialysis, cancer treatment. Naibu Waziri wa Maendeleo na Mifugo Mutahi Kagwe ametangaza rasmi eneo la Garaa na Karulu kuwa eneo maalum la kiuchumi, akitangaza kuanzishwa kwa ofisi moja ya kibiashara ya ardhi na kupiga hatua ya kupanua sekta binafsi katika matumizi ya ardhi ya umma isiyotumika, hatua ambayo kama alisema inatoa motisha kubwa kwa uwekezaji, ifutie wadau wa kimataifa na kuhakikisha ongezeko la dhamana katika mazao kama mafuta ya chakula, nafaka, mboga, matunda, mifugo na mazao ya viwandani. We have done large infrastructure on dams, canals, and currently have almost 10 million cubic meters of water for irrigation. We have put up pivots, which are 50 hectares, around 20 of them as we speak. And our main goals were to create a better place than it was, by improving the soil, by using the infrastructure and the water from the river to reserve that and use that in a large scale. At one time, there was an attempt to do this by a sector of the government. I think the machines are still rotting. So for me, it's very clear, and I think we should be clear-minded within the Ministry of Agriculture and indeed within the government. The role of the private sector must be enhanced. We must enhance. We must look for ways and means of ensuring that the government facilitates and regulates. Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba amesema kuwa hazina ya kitaifa itatoa shilingi bilioni 2 kwa Wizara ya Elimu kabla ya mwisho wa wiki hii ili kusaidia wanafunzi katika taasisi za kiufundi kote nchini. Akizungumza wakati wa mahafali ya 20 ya chuo cha ufundi cha kitaifa cha Eldoret, Ogamba alisema kuwa fedha hizo zitaleta msukumo wa mageuzi ya serikali na kupanua na kuboresha ubora wa elimu. 29 billion to the TVET subsector, a clear demonstration that we prioritize skills training, youth empowerment, and sustainable growth. And for the CATI principals here, you will be receiving a 2 billion amount by the end of this week. What we are asking from your office under your leadership is that we need a clear framework that every development that is going to take place in Kenya should have a space for Kenyans, so that when they go back, they leave us the transfer of skills. Because Kenya will have to sustain itself. We are not going to rely alone on foreign support, both technically and resources. We have a lot of informal sectors. Juakali sector is expanding in Uasin Gishu County, and all of them, most of them are benefiting from this program called Recognition of Prior Learning. And I know in the future, next year, we will have a lot of welders doing fabrication and the rest. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika kwa wakati wako, na kufikia hapo ndipo nafika tamati katika taarifa zetu za Ndizi saa 1. Zidi kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii katika Sura Kitabu, YouTube, TikTok, Instagram, tuko pale kama Ndizi TV Afrika. Langu jina Ronalfa na mwelekezi wangu amekuwa ni Bwana Lucas Ouma. Usiku mwanana.